Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩna rũgano rwa gũtua nda mũno. Jina langu mimi naitwa John Opama, na wakati nilishikwa kuna jina niliongezwa inaitwa Boniface Odhiambo. So niko na majina maine: Boniface Odhiambo Alliance John Opama. Wakati nilikuja kushikwa, yule mtu alikuwa anatafutwa alikuwa anaitwa Boniface Odhiambo. Na mimi majina yangu kabisa ya kuzaliwa ni John Opama. So ni kama walikuwa wananifananisha na mtu anaitwa Boniface Odhiambo. So wakati nilijaribu kwa correct kwamba jina langu sio hiyo, wakaniambia washaandika, so hiyo John Opama wataongeza tu. Harĩ bata gũgũcorera mbica ya ũrĩa andũ mabangagĩrwo kũgerwo ngero ta kũragwo na mĩbango ĩyo gũkinyanĩra, hihi nĩ ũrĩkoragwo na wĩhũge makĩria? Kwa maisha mimi siwezi toka tu huko hivyo na nakuja na kumaliza wewe, kwa sababu mimi sikujui na hatuna uhusiano na wewe. Ule mtu ambaye anaua mtu ni mwandani wake, na aswa sana sana unapata labda ni tamaa ama watu walikosana kwa sababu ya mali. So mtu kwa sababu anataka kushinda, yeye anataka kushinda, aonekana ameshinda, yeye huwa anatumia watu wakuja wamwangamize mtu fulani, kwa sababu yeye anafanya yeye maisha yake haiendelei vizuri. So ni mwandani wako huyo ndo anakumaliza. Mtu hawezi toka tu from nowhere anakuja kumalize, ni ngumu. Boniface Odhiambo turacemania nake njera-inĩ ya Naivasha agĩtungata kĩoho kĩa mĩaka 40 njera. Jela nilishikwa 2021 mwezi wa 9, nikawa remanded, kafanya kesi paka the year 2023 mwezi wa 10 ndio nilifungwa na koti. Ilikuwa tarehe 13 nilifungwa miaka 40 gerezani, na kifungo changu kinatamatika mwaka 2050 2050 ndio kifungo changu itakuwa kinaisha. So wakati nilikuwa kule Busia, niliona kuliko nikae nikiwa idle kule, niliomba uhamisho, yani transfer, niletwe huku ili nikaweze kujifunza. Nilisikia kuna course ya mechanic hapa ndani, na kweli wakati nilikuja nilipata iko inaendelea. Nimekuwa nikitamani kwa maisha kuwa mechanic, lakini ile familia natoka hawangeweza kumudu hiyo kunilipia hiyo fee. So hapa niko naendelea na hiyo, naendelea kujua kidogo kidogo. Tangu niletwa hapa sasa niko na mwezi mmoja. Nilikuanga jela Kisumu pale. Siwezi sema nimejipanga kukaa jela kwa sababu hapa sio nyumbani. Lakini kwa ile muda niko hapa nikingoja rufaa yangu iweze kusikizwa, niliandika Kenya Court. Ndio naendelea kujifunza hiyo kazi. So sielewi mipango ya Mungu amenipangia nini pale kotini, kwa sababu sio mwanadamu anapanga, ni mpanga Mwenyezi Mungu. Naweza sema labda ya pili naweza niondoa, na Mungu amesema labda nizidi kukaa hapa ili mpaka hiyo muda itakapo kufika. Jela kuna changamoto. Jela kama una moyo, mara mingi unapata kuna wale wanajitoa uhai. Kitu ya kwanza, upatana na familia, upande wa mawasiliano inakuwa ni shida, kwa sababu unaweza pata ile familia unatoka wako chini. Hata jinsi unavyoniona, hata pesa kununua slippers sina. Lakini najipa moyo nikijua ya kwamba iko siku nitapata kile kidogo, ama nitapata yule muisana atasema wewe chukua yako hiyo slippers, na niweze kuendelea na maisha. Sijakata tamaa bado. Mũndũrũme ũyũ aheirwo wĩra wa kũraga na kĩũruta. Tathikĩrĩria. Safari ya jela ilianzia pale nilipotiwa mbaroni kwa hii makosa ambayo niko nayo gerezani. Vile nilikuambia hapo mwanzo, mimi ni mkulima, na kwa ile ukulima wangu, kwa sababu nilikuwa mtu naishi maisha ya uchochole, naye huyo jamaa kwa sababu alikuwa amekosana na mke wake kwa sababu ya hiyo maneno ya mali. Wewe unaelewa, watu matajiri, mke ni mtu anajiweza. Mke wake alikuwa ni mtu mkubwa pale hospitali ya Busia referral, alikuwa administrator pale. Naye huyu jamaa kuna kazi pia alikuwa anafanya yake, lakini sasa kuna ile kutokuelewana kwa boma kule. So mume alipoona ya kwamba huyu mke amemdouble cross upande ya mali, ameenda akamebadilisha stakabadhi zinasoma mwanamke sio tena mwanaume, mwanaume akasema huyu mtu amemcheza. So dawa ni kufanyaje ili yeye abaki na mali yake, kwa sababu alitafuta kijasho, ni amuondoe huyu mwanamke. So kumuondoa yule mwanamke ilibidi amtafutie watu, isemekane mke ameingiliwa na majambazi na akaweza kufanya nini, kuuawa. Lakini the true story ni huyu mwanaume alihusika. So mimi aliniita
Akaniambia wewe, kuna wakati nimesikia kwamba umaishikwa. Unajua hapo nyuma nilikuwa nimeshikwa kwa sababu nilinunua stolen property electronics. Unajua sisi vijana tunakuwa na tamaa, tunataka kwenda kaufa kwa nyumba na tukapata inauzwa cheap. Aidha kwenda kununua kwa duka shilingi 6,000 na kitu, nikaona mtu waka hapa anauza shilingi 2,000, nikanunua. Kununua kumbe ilikuwa ni mali ambayo imeibiwa. Mimi wakati nilipatikana nani nilijaribu kujieleza, lakini tunajua tu askari anasema utajulia mbele. So wakati nilipelekwa huko nilihukumiwa miaka 4 nikasukuma nikamaliza. Sasa huyo jamaa alikuwa na story kwamba mimi ni Mike wako jela. Na akatumia ile udhaifu yangu ya kwamba mimi ni mtu naishi maisha ya uchochole, akaniambia nitakulipa. Na tukaelewana na yeye, akaniambia atanilipa shilingi 80,000. Mimi niende nitekeleze kitendo. Na akaniambia Sunday, hiyo ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 9 hiyo. Huyo mama alikuwa ametoka Tanzania. Hiyo Saturday jioni. So Sunday hakukuwa na mtu pale kwa boma. Watoto walikuwa wameenda kanisa. Yule mfanyikazi alikuwa ameenda kanisa. So mama alikuwa mbaki peke yake kwa sababu ya ile uchovu kupumzika, na akaniambia ukienda utapata tu akiwa peke yake. So wakati nilienda pale nilifanya kila aliniambia. Niliweza kupata yule mama akiwa pale na sikumpatia hata nafasi ya kujieleza. Niliweza kummaliza. Wakati huo nikifanya kitendo, kwa kweli hakuzungumza, alishtuka. Alishtuka kabisa. Alishtuka hata wakati alipanua mdomo hakuweza kutoa neno lolote. Nilikwambia ni changamoto kwa sababu kulingana na ile hiyo wakati ndo nilikuwa nimetoka jela. Sina vile naweza jikimu kimaisha, na huyu ameniambia kwamba anaweza nipatia hela ili nikaweze kujisaidia nazo. So hiyo ndio ilichangia sana. Kwa hivyo mimi ile kitu ningeomba aswa kwa wale watu ambao wanamaliza vifungo wakitoka jela wakiwa wamejua wako kazi kidogo kidogo, ningeomba serikali iweze kushikilia watu mikono so that akifika pale nje asiwe ni mtu tena anayumba yumba, kwa sababu mtu anajua kazi, ana tools na nipata mzuri tools sana, na pia unaweza pata mahali alitoka wengine waliharibu, hawezi rudi pale. So inabidi apate makao na apate hizo tools hawezi kujiendelea. Lakini wakati ambapo anafika nje na akienda kutafuta kazi wanamtenga, ile mawazo yake nyingine ile inamrudia. Kwa sababu gani? Wamemtenga na hana mahali popote, mahali ambapo anaweza enda akafanya nini, akapata riziki yake ya kila siku. Ukuma na ucoke njera niki na andu maugaga matingĩenda gucoka njera? This time nimekutana na mtu anaitwa peer counselor, mshauri nasaha. Wakati huo sikuwa nimekutana nao, lakini ningekutana nao vile nimekutana nao hivi, singeweza kudanganywa na huyo mtu na niweze kurejelea kufanya hicho kitendo, kwa sababu ni maisha yangu na nazama wapi? Gerezani. Sisikii mzuri kabisa. Kwanza juzi tumekuwa kwa ibada. Unajua mimi ni Muislamu, na kwa hiyo ibada mimi nikaona yule imam alikuwa ananiongelea mimi, kwa sababu alikuwa anasema kwamba yule mtu mwenye hakulelewa na mama mzazi na yule mwenye hako na mama mzazi na anachezea mama yake mzazi, hata kama alimsomesha na hawezi kumletea chakula. Kuna wengine unapata mama mzazi akishazeeka anaenda namweka kwa malezi ya wazee, but instead ya yeye kumlinda vile yeye alimlinda akiwa mtoto. So wakati nilisikia hiyo picha na nikaona mimi kweli nilipoteza uhai ya mama ya mtu, nilijihukumu sana. Niliomba Mungu msamaha mingi sana. Nilijirudia sana, kwa sababu huyo ni mtu amekosa mama. Je, ingekuwa ni mama yangu mtu ameweza kumuua jinsi mimi nilifanya hivyo, angehisi namna gani? So hiyo uchungu hata mimi nahisi. Besha gwathire atia? Ni warihirwo na mundu ucio muthuri wa mutumia ucio ni mwaranageria? Kwa hivyo mimi hivyo ndio vile iko. Na wakati mimi nilimaliza hiyo kibarua nikarudi kwa yule jamaa ambaye alinipatia hiyo kazi, ikawa tena upande wa kulipana tunasumbuana. Ile pesa alikuwa amenipatia deposit ni shilingi 20,000. So ile libaki ambayo tulielewana hakuwainipa hadi wakati ambapo nilitiwa mbaroni. Na kutiwa kwangu mbaroni kulikuwa hivi, niliweza kubaki na stakabadhi za marehemu ambapo ni simu na kitambulisho. Wakati nilichukua hizo vitu, kwa sababu huyu mwanaume alikuwa amekataa kunipatia hizo pesa, nikaona nikitumia kitambulisho nikiwa na hii simu ya marehemu nitaweza kutoa pesa kwa M-Pesa. Lakini nilishikwa kama sijatekeleza hizo kitendo, kwa sababu
ningefanya na laini gani, na pini ya marehemu mimi sikuwa najua. So mimi wakati nilishikwa na watu walikuja pale nyumbani, ikawa ninashikwa kama suspect mwenye alifanya kitendo. Na wakati nilifika pale police station, kwa sababu tulikuwa tushaongea na mwanaume, sikuweza kumtaja pale. Na kwa kulingana na vile muda nimekaa jela nimeumia, naonanga mali nilikosea ni hapo. Kwa sababu kama ningemtaja nadhani hata singepewa kifungo kubwa hivi. Mbona hukumtaja? Sikumtaja kwa sababu nilikuwa najua ile balance yangu ambayo alibaki nayo. Yeye ni mtu mzima, ataelewa na ataniletea iweze kunisaidia nikiwa wapi? Hapa gerezani. Mbona usemangi huo mzee mpaka saa hizi? So mimi niliweza kupata, kuna watu wanasomea paralegal hapa ndani, ndio aliniambia ikiwa nitaandika appeal na nitume submission ya kwamba niweze kupunguziwa miaka, niweze kueleza hivyo. Lakini wengine pia wakaniambia it's too late unless kama hiyo appeal yako itarejeshwa, hiyo kesi ianze upya, kama kuna venye ilifanywa mbaya na irudishwe ifanye upya, so unaweza husisha huyo nani na huyo mzee ndani. Arauga riu ni hindi aremenya wega. Mimi sikuwa nimepata washauri au watu wa counseling. Mimi sasa hivi vile nimefungwa kwa hii kifungo ya miaka 40, nimekutana na watu ya Faraja Foundation ambao mimi pia wamenijenga zaidi, wamenieleza jinsi kitu ya kwanza inafaa unajikubali. Mungu alishakuweka hapa duniani na uko hai, na ujitambue wewe ni nani. Na pia kitu ya pili, ridhika na ile environment ambayo uko ndani. Yaani ile hali ambayo uko nayo uridhike nayo. Kwa sababu vile Mungu amekubariki sio vile Mungu atabariki huyo na atabariki yule mwingine. Baraka za mtu ni tofauti na uwezi lazimisha. Huyo mtu mimi naweza nikamwambia hivi: mimi ulinitumia vibaya kwa faida yako wewe. Na kwa saa hivi vile nika hapa ni familia yangu inaangamia. Sio mke wangu, sio mama yangu, sio ndugu yangu, sio dada yangu, wote wanaangamia. Na wewe uka hapo nje unaendelesha shughuli zako. Giki ni githomo kinene. Kile mimi ningeweza kuambia ni kwamba kwa yule mwenye anatoa pesa na mwenye anapokea. Yule mwenye anatoa pesa labda kwa njia nyingine hatajulikana, lakini kwa yule ambaye anapokea kama mimi, ni maisha yako inaangamia. Kwa sababu gani? Wakati hii pesa unakula na unaenda unamwaga damu. Hii pesa kwanza umepata kwa njia ya haramu. Sisi Waislamu tunasema ni haramu. Na napata mzuri. Na pia pili, hakuna kitu utafanyia. Hautaenda usomeshe nayo mtoto, hautanunua nayo shamba, hautafungua nayo biashara. Utaenda ufanye nayo anasa. Na hii anasa at the end of the day, kama utadungwa kisu kwa kilabu pale, hautapigwa chupa, utaletwa jela. Kwa sababu gani? Utapiga mtu kule, na hata bado ile damu yenye umemwaga ile ambayo haina hatia itafanya tena umwage damu nyingine pale. Sasa ndio ushikwe vizuri, si ile hukushikwa ulitoroka. So utashikwa kwa hii mzuri. So ni maisha ya yule mwenye anapokea pesa ndio huwa inakuwa tabani, venye yangu iko tabani hivi. Huyo mwenye anasema jela ni ya mwanaume ni hajashikwa letwa hapa, kwa sababu hiyo ni kutaka kujionyesha sifa kwa watu. Lakini baada ya kushikwa uletwe jela, wakikurudisha pale utajisifu. Kwa sababu gani? Jela iko na adabu aina yake. Sio lazima upigwe. Jela kurekebika sio lazima upigwe. Vile watu wanasema kule nje ati jela utapigwa rungu, utanyanyaswa. Hapana. Ile tu kunyimwa freedom. Unaona, kunyimwa tu freedom hiyo peke yake ni adabu tosha. Kunyimwa freedom. Na unapata mtu amenyimwa freedom sio mwaka, sio miaka 2. Tuko na ndugu zangu pale ndani. Mtu amekaa karibu miaka 23, miaka 35. Anatamani apatiwe freedom, arudi pale nje. Ingawa hata aokoe nafsi ya mtu ngapi? Mmoja. Wengi ni washauri hapa. Tumetrainiwa, wako sawa. Ni washauri. Kwa hivyo huyo mwenye anaongea kwamba nipeleke jela, ajui kenye anaongea. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.